Shalom shalom, wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wetu wa ukurasa wetu wa Kona za Kweli. Naitwa dada Glory Baraka Bona. Awali ya yote, acha nikujuze ukurasa wa kweli ni kitu gani hasa. Jukwaa lenye mlengo ya kutayarisha maarifa ya kiungu katika nyanja mbalimbali kama vile mahubiri, mafundisho na midahalo mbalimbali ya kiimani ya kujenga mwili wa Kristo. Karibu ungane nasi jioni ya leo katika mdahalo wetu. Je, rufaa zimeruhusiwa? Ni kipindi hiki nina mgeni wangu, mwalimu wangu, baba yangu. Bishe baba yangu, mwalimu wangu ambaye tutaungana naye kudadavua mada hii. Karibu. Asante sana. Je, rufaa zimeruhusiwa kibiblia? Ndio, zimeruhusiwa rufaa kila muda na kila wakati. Mtu anayo fursa ya kukata rufaa. Kivipi? Nikwambia kitu kimoja. Kwenye kitabu cha Yohana 5, tusome Yohana sura ya 5. Kuna mtu mmoja hapo kwenye birika la Bethsaida alikaa miaka 38. Na Bwana Yesu akamtokea. Ilikuwa siku ya Sabato, lakini ilikuwa ili apate uponyaji. Alisubiri malaika kitibua kisima amuingize mtu ndani. Lakini Yesu alitokea pale akamhudumia kwa kukaa siku nyingi sana. Kitu kimoja cha kwanza, alijaribu kushughulika na mtazamo wa yule mtu. Yule mtu alisema hakuna mtu wa kuniingiza kisimani. Kwa hiyo Yesu alishughulika na mtazamo wake. Ageuze mtazamo wake ili aweze kukata rufaa ya kuondoka kwenye ugonjwa kupoza kwa miaka 38. Ndipo Yesu alikang'ana akamuulizia, unataka kuwa mzima? Ukisoma mstari wa 6, funga Biblia yako angalia mstari wa 6, unataka kuwa mzima? Bado yule kijana aliendelea kung'ang'ana, sina mtu wa kunitia birikani malaika anapotibua maji. Yesu alimwambia, unataka kuwa mzima. Kwa hiyo kwa mtu mwenye mtazamo, kwenye yale mambo matano ambayo yanaweza kumsababisha mtu akata rufaa. Kwanza, mtazamo wa mtu, utulivu wa mtu, utulivu wa nafsi wa mtu na ufahamu wa mtu. Kwa hiyo Yesu ashughulika na mtazamo wa yule mtu. Alipokubali unataka kuwa mzima, ndipo Yesu alipomwambia, jitwike godoro lako uende zako. Kwa rufaa zinaruhusiwa kibiblia. Ni wakati gani hasa kukata rufaa? Kila wakati na kila muda unaruhusiwa kukata rufaa. Manake muda ni wa Mungu na baraka ya Mungu imefungwa kwenye muda. Kwa hiyo kwenye muda kuna majibu ya mtu. Ndio maana kuna wakati ulipofika ule wa Naamani akiwa ameteseka kwa ukoma kwa miaka mingi, ndipo nabii wa Bwana akamtokea akambadilishia mazingira yake ya ukoma. Kwa kila wakati na kila muda umepewa fursa kukata rufaa. Lakini kiachilia mbali hivyo, unazungumza habari za mfalme Ezekia. Ezekia ni mmoja wa wafalme wa Israeli waliofanya vizuri sana. Kwa kufanya vizuri, ilifika siku za ugonjwa wake, ndipo Mungu akamtuma nabii wa Mungu Isaya. Baada ya kumtuma nabii wa Mungu Isaya, akamwambia Ezekia atengeneze mambo yake, sababu ili mambo yake yakae sawa. Lakini asipoyatengeneza mambo yake, kaka atafanya nini? Atakufa. Ukisoma ile kitabu cha Isaya 38 mstari wa 38, unaona hizo habari za nabii za mfalme Ezekia na kutumwa kwa nabii Isaya kwenda kwa Ezekia. Kile alichokifanya Ezekia baada ya kupokea taarifa kutoka kwa mtu wa Mungu, aligeuka ukutani, akafungua mlango wa toba, akimkumbusha Mungu, kumbuka yale mambo nimeyafanya siku hizo. Mungu yule akamtokea nabii Isaya, akamwambia akamwambie mfalme Ezekia kwamba siku zake zimeongezwa vivuli vingapi? 15. Sio andiko hilo na kulipitia. Kwa rufaa zinaruhusiwa wakati wowote
na wakati wote, maadamu muda upo, kuna fursa ya kukata rufaa. Sio kama tumeenda vizuri. Mambo yapi yanatengeneza jukwaa la rufaa? Jambo la kwanza ni mtazamo wa mtu. Mtazamo? Ndiyo, mtazamo wa mtu. Mtazamo unaweza kukufanya ukapata matunda rufaa au ukapoteza. Kuna mtu mmoja anaitwa Yohana Mbatizaji. Sio umewahi kumsikia? Huyu alikuwa mwakilishi wa nani? Alikuwa mtangulizi wa nani? Wa Kristo. Aliaminiwa kunyosha mapito ya Bwana. Ni mtu mmoja mkubwa sana. Lakini wakati anaingia gerezani, mtazamo wake uliumba. Na sio kwamba uliumba kwa bahati mbaya. Alijua yule aliyekuja ni Masihi. Masihi maana yake mkombozi. Sasa kwa nini Masihi yupo na yuko gerezani? Afu anapelekwa gerezani pasipokuwa nani? Hatia. Mimi nakumbuka aliyemuingiza gerezani ni Mfalme Herode. Kwa kisa cha kumwambia Herode ameoa mke wa nani? Kwa ndugu yake. Kosa hilo likampeleka Yohana Mbatizaji wapi? Kwa hiyo Yohana Mbatizaji kwamba angeweza kutoka wapi? Nje ya gereza, awe huru. Kwa sababu habari zilizopewa kwamba anayekuja anakuja mwenye nguvu. Ndio maana hata alipofika pale kwenda kubatizwa akasema, wewe huwezi kunibatiza mimi, unatakiwa unibatize wewe. Yesu akawa mnyenyekevu, kwamba imepasa kutimiza kweli yote. Sasa akajua mtu aliyetokea ana nguvu. Kwa nini mimi nikae gerezani? Ipo Yohana alipoamua kuwatuma wanafunzi wake. Nini aliwatuma wanafunzi wake? Mtazamo wake. Kama yeye nendeni mkamuulize, huyu ndiye au tumngoje mwingine? Maana hofu iliingia. Milango ya gereza ikawa na nini? Na sasa pamoja na nafasi iliyokuwa nayo, milango ya gereza ikawa na nini? Na nafasi kubwa kwenye maisha yake. Na kutokana na ile hofu kuingia na mtazamo wake kugeuka, kuwa na hofu, kuwa na mashaka na Mungu, ilipelekea Yohana Mbatizaji kukatwa nini? Kukatwa kichwa chake. Lakini ngoja nikushangaze, kuna watu waliingia gerezani kama nani? Kama Yohana, wakiwa na mtazamo thabiti na walijua kama wanafanya na wao. Mmoja wapo ni Pona, sio unajua alifanya nini? Pona sio alipoingia gerezani, unajua anakwenda kuuawa kama Yohana Mbatizaji. Lakini kile walichokifanya, wao waligeuza pale gerezani mahali pa nini? Pasifa. Wakapeleka maabudu kwa Mungu. Ndipo Mungu akashusha usaidizi kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Na milango ikafanya nini? Ikafunguka. Paka yule mkuu wa gereza aliambiwa washikilie, akaenda kupiga magoti kwa Pona Sila. Akamwambia tufanye nini? Akapiga magoti anauliza Pona Sila, nifanye nini bwana zangu? Akawa ametaharuki, akafikia wafungwa wametoroka, akamwambia hakuna hata mfungwa mmoja aliyefanya nini? Aliyetoka. Lakini pia tunamwona mtu mwingine ambaye alikuwa na utulivu, ni Petro. Petro aliwekwa gerezani, akalala usingizi. Yaani amewekwa gerezani, anaambiwa na wao, akalala nini? Usingizi. Kwa mtazamo ni kichocheo muhimu sana ambacho kinaweza kumtabisha Mungu akati ya rufaa. Watu wenyewe walikuwa na mtazamo thabiti, na Abednego, Shadraka na Meshaki walitupwa kwenye tanuru la moto. Wao walikuwa na mtazamo thabiti, wakasema ikiwa Mungu atatuokoa sawa, na asipotuokoa sawa. Wakaingizwa kwenye tanuru la moto. Lakini walivyoingizwa kwenye tanuru la moto, ilazimika mbingu zishuke zenyewe kwenda kuungana na hao mashujaa. Kwa moja engo ya rufaa ni mtazamo. Lakini lingine utulivu wa nini? Wa nafsi. Engo nyingine ya rufaa ni ufahamu. Mtu ana ufahamu gani? Bwana Yesu asifiwe. Ufahamu wake utamsaidia mtu anaelewa nini mambo, anayachukuliaje mambo. Lakini eneo lingine nimesema nini? Utulivu wa nafsi. Nafsi yako ifanye nini? Itulie. Uwe na amani. Kwenye amani hapo kuna hasira, kuna amani. Lakini kingine ni kutunza nini? Kutunza maono. Kama Yusufu alitunza nini? Maono. Kile alichokiona kiliamua mipaka yake anaishi. Yeye aliona jua, nyota na mwezi vikifanya vikimwinamia, akatunza maono. Na maono yakamhifadhi kwenye nchi ya ulinzi. Kwa maana kusaidia kukata rufaa. Lakini pia kikubwa zaidi, mlango wa rehema, toba. Toba ni kustahilishwa yale ambayo hujastahili kuyapata. Hiki ni kitu ambacho kinakata rufaa ya nini? Ndio maana Ezekiel alipogeuka akamgeukia Mungu,
akamkumbusha Mungu, kumbuka yale mambo niliyofanya kipindi hicho. Mungu aliingilia kati, akamtuma nabii Isaya, nenda kamwambie Ezekiel, siku zako zimefanya nini? Zimeongezwa. Ezekiel, siku zako zimefanya nini? Zimeongezwa. Mlango wa rehema ni jukwaa linalopokustahilishwa mahali ambapo hatukutakiwa kufanya nini? Hatukustahili. Napenda kutumia fursa hii kukushukuru kwa mchango wako mzuri. Pia nawashukuru watazamaji na wafuatiliaji wetu, na napenda uendelee kutazama ukurasa wetu wa Kona TV. Mpaka wakati mwingine kwa mada moto. Mlikuwa nami dada Glory Baraka Kibona. Mpaka wakati mwingine, bye.